Siri 9 za saikolojia zinazokupa nguvu ya kimya, heshima na uoga kwa watu. Kuna watu hawapigi kelele, hawajioneshi, lakini ukiwa karibu nao, unajikuta unajirekebisha tabia bila kujua kwa nini. Hawakuamuru, hawakutishia, lakini akili yako ilikubali mamlaka yao. Leo nataka nikuambie kitu ambacho hawakufundishi shuleni, wala hutakisikia kwenye motivational talks. Kuna saikolojia za siri ambazo hutumiwa na watu wenye nguvu halisi, na mambo haya hautafundishwa mahala popote kama wewe mwenyewe hautaamua kuchukua hatua ya kujifunza, kwa sababu hata wanaoyajua hawataki wewe ujue. Ukizielewa siri hizi, utaheshimiwa bila kupiga kelele, utasikilizwa bila kupigania attention, na watu watakuwaza hata ukiwa haupo. Lakini kumbuka, maarifa haya si ya kila mtu. Saikolojia ya kwanza: usijieleze sana. Watu wengi wakikosea, wanaanza kujitetea. Wanajieleza kupita kiasi. Wanatoa sababu hata hawajaulizwa. Akili ya binadamu huona hili kama udhaifu. Mtu mwenye nguvu hatoi maelezo yasiyoombwa. Hajaribu kujisafisha. Anaruhusu watu wafikiri wanavyotaka. Cha kushangaza, kadri unavyojieleza kidogo, ndivyo watu wanavyoanza kukutafuta na kuanza kujiuliza maswali mengi wao wenyewe. Saikolojia ya pili: nguvu ya kutokuwa na haraka. Umeona watu fulani hawaharakishi majibu, hawakimbizi maamuzi, hawapigi simu mara mara. Wanaonekana kama wana kitu muhimu. Akili ya binadamu hufikiria, kama haharakishi basi ana thamani. Hata kama ndani una msongo, nje onekana mtulivu. Kumbuka kuwa watu hupa thamani kutokana na namna ulivyojiweka na unavyoonekana. Pia kuwa mnyonge na kuonekana mdhaifu inawapa watu wengine kukupa thamani usiyostahili, lakini wamekuchukulia kwa namna unavyoonekana. Saikolojia ya tatu: watu hawakuogopi wewe, wanakuogopa kiasi wanavyoweza kukupoteza. Ukionekana, kupatikana kila saa, kusahau haraka, kusamehe bila mipaka, hakuna hofu, hakuna heshima. Lakini ukijua kujiondoa bila kutafuta uthibitisho, kunyamaza, kuondoka bila drama, thamani yako inapanda ghafla, kwa sababu hatua hizi zinaonyesha kiasi gani unajijali wewe mwenyewe, na sio kutaka kupendwa na kila mtu. Na watu wengi wanatoa heshima kwa kiwango cha wewe mwenyewe unavyojijali. Saikolojia ya nne: usionyeshi kila unachojua. Akili ya mtu huheshimu mtu mwenye siri. Ukionyesha ujuzi wako wote, mpango wako wote, nguvu yako yote, unajishusha mwenyewe. Mtu mwenye nguvu anaacha maswali, anaacha mashaka, anaacha watu wakimtafakari. Fikiri tu kwa maisha ya kawaida, ni nani unayempa heshima kwa kiwango cha juu kati ya mtu unayemjua sana na unayemjua kwa wastani? Sasa jibu lake linafanya kazi na kwako pia. Saikolojia ya tano: macho husema kabla ya mdomo. Hii ni hatari sana. Ukimwangalia mtu machoni, bila tabasamu la kulazimisha, bila kukodoa, bila kukwepa, unatuma ujumbe, niko sawa na mimi. Watu wengi hukwepa macho kwa sababu wanatafuta kibali, wanajiona wadogo. Wewe usiwe hivyo. Saikolojia ya sita: usiwe mtu wa kulalamika. Malalamiko yanapunguza heshima, yanapunguza mvuto, yanakuonyesha kama mwathirika. Mtu mwenye nguvu huzungumza suluhisho, si ya matatizo. Hata kama unaumia, chagua mahali pa kusema. Angalia hata kwenye watu wanaokuzunguka, unamwonaje rafiki au mtu anayependa kulalamika sana kila mara? Saikolojia ya saba: jinsi unavyoondoka ndivyo jinsi wanakukumbuka. Usiondoke kwa hasira, kwa maneno mengi, kwa drama. Ondoka kimya, kwa heshima, bila kuangalia nyuma. Akili ya mtu itaanza kujiuliza maswali. Saikolojia ya nane: usijaribu kurekebisha maoni ya kila mtu.
Hili ndilo kosa kubwa zaidi. Watu wakikusema vibaya, usikurupuke, usijitetee, usipambane. Wakati mwingine, ukimya wako unawafanya wajione wajinga wenyewe. Kumbuka kuwa maneno ya mtu juu yako ni maono na mtazamo wake, lakini sio uhalisia wako. Wewe unajijua mwenyewe kuliko anavyojua mtu yeyote duniani. Hivyo, acha kupambana na mitazamo ya watu wengine. Saikolojia ya 9. Jiamini kimya kimya. Ujasiri wa kweli haupigiwi kelele, hauonyeshwi, hauombwi kibali. Unaonekana kwenye msimamo, machaguo, mipaka, na watu huuhisi bila wewe kusema. Nguvu ya kweli haipigi kelele, haijilazimishi, haijielezi. Ni utulivu, ni mipaka, ni kujijua. Sasa swali ni moja tu. Ni ipi kati ya saikolojia hizi umekuwa ukiivunja bila kujua? Andika namba ya saikolojia iliyokugusa zaidi kwenye comments. Na kama unataka part 2 kali zaidi, andika endelea.